wewe unayetupigania, wewe unayetushindia, wewe unayetuwezesha, wewe unayetutetea, wewe unayetuepusha na mabaya yote ambaye adui anapanga kwa ajili yetu. Tunakushukuru Bwana, tunasema asante Kristo kwa yote Bwana ambapo unatenda kwa ajili yetu. Uhimidiwe Bwana, uabudiwe, upewe sifa na shangwe na shukrani. Baba, ninabadili ombi nikitia sadaka mikononi mwako Baba. Wewe kabariki sadaka inakuitakasa Mungu. Bariki mkono uliotoa. Najua mahali ambapo wametoa pamepungukiwa. Uwazidishie vingi pa vidogo ambao wametoa. Na wengine wakumbuke ile safari nyingine wapate kuja na kutoa tena Papa. Asante Jehova kwa kazi ambayo sadaka itafanya. Itakuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Asante Mwokozi wangu kwa yote Mungu na yotutendea. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu, mara moja tunakuinulia tena kipindi hiki ambacho tunaenda kusikia neno lako. Baba, neno lako linasema mwanadamu hana na uzima kwa ajili ya chakula tu, bali na uzima kwa ajili ya neno litokalo kinywani mwa Baba. Baba yangu, neno lako ni taa ya miguu yetu na ni mwanga wa njia zako. Na Baba, Injili ya Yohana inasema pasipo neno hili hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika. Jehova, muda njoo huyu. Baba yangu, sisi tunasimama hapa. Acha tusimike wewe upate kuinuka. Acha tunyamaze wewe upate kusema. Acha Baba usimame na kutenda kwa ajili yetu Papa. Baba yangu, kubali ujumbe ufike kama jinsi wewe ulipenda ufike Papa. Yesu, tusiongeze wala tusipunguze Baba. Utufuvie upya na ututendee mema. Tunahitaji mafuta yako mabichi ili tusimame Bwana na utukufu kurudie wewe Mungu. Tunayoyapinga ni makusudi ya Ibilisi kwa muda huu mzuri ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Uweza wako na mamlaka vituonekanie Baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunaomba hivi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tunamshukuru Mungu. So we say thank you to God. Ambaye anatupatia muda mzuri kama huyu. So give us this opportunity, this wonderful time. Tunasema asante. So we are saying grateful kwa baraza ya kanisa to the board of the church kutuwazia tusimame mahali hapa. for giving us this opportunity to stand to pray. Kusema kama sisi tunajua kuliko wengine. So it doesn't mean that we know much than other people. Ila ni Mungu alipenda nikuwe hivyo. But God allowed this to happen this way. Amena. Amen. Amena. Amen. Tunamshukuru pia Mungu. So we also like to thank God Kwa siku ya jana for yesterday. Tumebarikiwa sana. So we are blessed so much. Amen, amen. Amen. Tumebarikiwa katika mafundisho. So we are blessed so much with the teachings. Jamani, acha niseme tu hivi. So I would like to say this. Kanisa la Golgotha. So the Church of Golgotha. Kuna mahali ambapo Mungu anataka aibebe. So there is a place, a destination God wants to take this church. Amen, amen. Amen. Maana mafundisho tunayoyafundishiwa, because the teachings we usually receive each and every day. Inaonekana kama Mungu anataka kututengeneza vizuri. So that shows that God wants to prepare us. God wants to make us. Si kila mtu ambaye iko na hiyo lengo. So it's not everyone that has that objective. Lakini ni Mungu peke yake. It's only God who has those objectives. Jana, yesterday, katika maombi, during prayer session, mwalimu wetu, so the teacher during prayer session, ametufundisha vizuri sana. So he taught us a good teachings. Ametuambia hivi. So he told us matarajio, so the expectations ya wokovu wetu, of the salvation. Amen, amen. Amen. Matarajio ya wokovu wetu. So the expectations of the salvation. Manake kama tuliokoka, so when we were born again, kitu gani tunatarajia? So what are our expectations? Amen, amen. Katika wokovu wetu, to our salvation, tunataka hasa nini? What do we really want? Akaichambula. So he tried to explain uzuri kabisa. In a good explanation. Akaonyesha
Christian. Watu wana matarajio mbalimbali. So lots of people that Wana have lengo mbalimbali. different objectives to be Christians. Mwingine anaokoka So a person will be born again Christian kwa sababu ni mgonjwa. because he's not feeling Ndio well anaanza sick. kumfuata So Mungu. he's now searching Kwa sababu tu ni magonjwa, because of the sickness. ndio anaanza kuingia So mkanisa. he's not going to the church. Inawezekana akipona Maybe when he's healed, atasahau so the person is going to na atarudi forget and the nyuma. person will go back. Amen, amen. Amen. Wengine wanatumikia Mungu Some people they serve God ili wakuwe wa maarufu because they should be famous, juu ya vyeo, because of the positions, aitwe mchungaji, because they should be aitwe called, bishop, they should be called aitwe bishops, nabii. they should be called prophets. Unaona? You know, Na see? kama hafikii kabisa kile ambacho alikuwa anataka, If they don't reach to their objectives, anarudi nyuma. so they be discouraged. Amen, amen, They amen. do bad work. Wengine wanatumikia Mungu Some people they serve God, ili wapate pesa, they should be ili successful, wafurahishe watu they fulani, should make other people happy, na wale watu watamsaidia. and those other Na people. wakati huyo mtu ambaye anawaza kama nikiokoka akiniona atanisaidia kumsaidia, So if they feel like if I be born again Christian, that person is going to help me. anafika anarudia So nyuma. they become discouraged. Amen, amen. Amen. Akamalizia So he kwamba concludes sisi matarajio yetu our expectations as Christians. tunamtumikia We Mungu serve God ili tuende so mbinguni. to inherit the kingdom. Amen, amen. Amen. Tunamtumikia So Mungu we serve God ili tuende so mbinguni. that we should see the Tusibaki kwa hii we dunia. should not remain in this world. Tunamtumikia So we Mungu serve God si kwa kupata magari, not to si get kwa kupata cars, mapesa, not to be rich, si kwa kujenga not to manyumba, build a lot of kwa houses, sababu vile vyote tutapata, because all those things ipo are siku going to get. So vitabakia. one day we're going to live all those things we're going to get. Amen, amen. Haya ni mafundisho So these are the teachings. yasiyokuwa ya kawaida, So these are not just ordinary teachings. mafundisho ya So kutusaidia, these are teachings which help kwa us. sababu watu wana lengo la kuja kukanisa. Because people are different. Acha tuende to kukanisa. church. I'll just go to the church. Pastor alikuja kwangu wiki jana, Pastor came to my house last week. alikuja tena He came again akanipigia tena and simu, he called me on acha basi my phone. niende. I just want to go to the church to satisfy. Pastor ni manager kukazi fulani, Pastor is a manager. kwa jinsi iko manager, Because he's a manager. acha niwe naingia kukanisa I'll be attending kwa church sababu na mimi service. atakuwa ananipatia mashifti. Because he's going to promote, No, he's no. going to give me shifts. Fulani alisema hivi, Someone said wakati alipookoka when he was ndio alipata kazi, akatumika. Leo anatembelea gari ya kifahari. Hata na mimi jaribu kwenda nione kama na mimi Mungu atanikumbuka, na mimi niuze nyumba, na mimi nijulikane. Unaona, lakini kuna mwenye anasema hivi, But it's this person who ikiwa says, saa hii, if this today, ikiwa usiku, if it's going to be ikiwa tonight, mchana, if it's going to be during the ikiwa kama day, niko if kazini, it's going to be ikiwa out kama of niko work, njiani, if it's going to be on the way, parapanda ikilia tu paa, if a trumpet na mimi sounds, naenda. I also go to Amen, amen. Jesus. Wale ndio hawataacha huduma zao. So those are the people who Wale don't ndio have hawatarudia their duty. nyuma. Those are the people who Wale ndio hawatatingizika katika kazi. Those are the kind of people Jua who najua shake kwamba their hiyo position. kazi niko Because naifanya. they understand I'm doing this work. Yule ambaye atakuja kunichukua So the one who's going to bado take me hajakuja, is not yet. na anasema msilale wala And they msisinzie, said you should not sleep. you should atapenda not niwe rise. wima. So you want me to stand Ili firm. inanibidi niwe macho, I need to be. inanibidi I need niombe, to pray. inanibidi nisome I need neno, to read the word of God. inanibidi nimtumikie I need Mungu, to serve this God. nikuwe wima katika I kazi ya need to Mungu, stand ili confident naye in the word of atakapokuja, God, so that one day na when mimi he says nisikie God, sauti I ya should also parapanda. hear the trumpets. Amen, amen. Amen. Na leo hii And today, hatutasema mambo we mengi, are not going to talk a lot. ni ile tu neno ambayo tunasikiaka kila So siku. we are just going to talk about something we hear each and every day. Amen, amen, amen. Amen. Teme yetu ya leo inasema Today's theme, today's topic says, nafasi ya Mungu maishani mwako. the place of God in your life. Amen, amen. Place of God. Nafasi ya Mungu wa Israeli ndani ya maisha yako na ndani
ndani ya maisha The yangu. place of the space of Wewe God na is in mimi. your life. You and I. Mungu wetu yuko nafasi gani What place does God have ndani ya moyo wako? in your heart? Mungu ana nafasi gani? What space, what place does God have in your heart? Iko namba moja, Is God iko wa katikati, Is God ama ni wa mwisho? God is the last space. Amen, amen. Amen. Mungu ana nafasi gani ndani ya maisha yako? What space, what place does God have in your life? Kwa sababu jinsi tulivyo hapa, Because the way we are here today, kila mtu yuko na jinsi anamuona Mungu wake. each and every person has his or her own understanding how they see their God. Amen, amen. Amen. Mmoja anamuona kama Mungu ndio yote juu ya yote. Someone can see God. God is everything. Everything is about Him. Mwingine anamuona kama ni msaada wake wa karibu. So someone can see God as a Mwingine very close anamuona kama friend. ni mtetezi wake. Someone can take God as His protector. Na mwingine anaona tu tunaomba tu. Someone can just like we just Anakamata pray. kama vile ni So desturi. you just take it as a Tunaendaga normal thing. We tu just go kanisa. to church. Na huyo Mungu tushakamuona. And have we seen this Nani God? alishakamuona? Have seen God. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lakini anaye Roho wa Bwana But the person of the Holy Ghost alishamuona Mungu. have seen God. Alishamuona Have Mungu. seen God. Mungu hautamuona kwa macho ya damu na You nyama. cannot see God by Maana physical hata peke eyes. yake alisema hautaniona na ukaishi. Himself, he said, Amen, "You see me, amen. you cannot live." Amen. Amen. Basi acha watusomee katika kitabu cha Isaya So they are going to read in the book of Isaiah 66 66, mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu kwanza. 1 to 3. Mhm. Chapter 66. We read in the name of Jesus. Amen, amen. The Lord says, "Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house then could you build for me? What kind of place for me to live in? I myself created the whole universe. I'm pleased with those who are humble and repentant, who fear me and obey me. The people do as they please. It's all the same to them whether they kill a bull or as a sacrifice or sacrifice a human being, whether they sacrifice a lamb or break a dog's neck, whether they present a grain offering or offer pigs' blood, whether they offer incense or pray to an idol. They take pleasure in disgusting ways of worship." Amen. Amen. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Isaya 66 ngapi? 1:3. 1 mpaka 3. 1-3 inasema, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuaye mtu, na yeye atoaye dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa. Na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe. Na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu, na wamezichagua njia zao wenyewe, Fika mpaka 3 tu. na nafsi zao za furahia machukizo. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur, le Amen. livre d'Ésaïe 66, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeurer? Toutes ces choses, ma main les faite, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et
une offrande est comme celui qui répandrait du sang du porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix, et leurs âmes trouvent du plaisir dans leurs abominations. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Kumbuka kama tunasema kichwa cha neno kinasema So you should remember today's word of God. nafasi ya Mungu ndani ya maisha So yako. the place of God in your life. Mungu ana nafasi gani? What place? Unamuona Mungu kama nani? How do you see God in Je, your life? Mungu ni kama vile shangazi yako? Is God as your Mungu auntie? ni You kama take God vile as your auntie. meneja wako? You take God as your Mungu ni manager. kama vile babako aliyekuzaa? You take God Mungu as ni your kama vile ule father. dada yako? God is God Mungu like ni his sister. nani? Who is God? Ni nani ndani ya maisha Who is yako? God in your Ni life? nani ndani ya Who is maisha? God in life? Amen, amen. Amen. Mungu alisema na wana wa God Israeli. spoke to children of Israel. Akawaambia wana wa He Israeli. told children of Israel. Aliona moyo wa wana wa He saw Israeli. the hearts of people of Walianza Israel. kujibeba kiolela. So they were just walking the way they want. Walianza kutenda dhambi ya So aina they yote. began committing all different Walianza kinds of kuabudu sins. So masanamu. they began worshiping idols. Walianza kula mavyakula ya kumanyumba ya bafumu. So they began eating food from witch doctors. Walianza kusharatika hovyo. So they began practicing Walianza kufanya mambo ambayo alifaa. So they began doing things that doesn't please Lakini God. huku wakijifariji, They were comforting their hearts. wakisema kwamba and tukienda mbele ya Mungu, desires. They said that if we go in the presence of God, tukitoa sadaka ya kuteketeza, we just sacrifice, we just give sacrifice to God. atatusamehe. So God is going to forgive us. Amen, amen. Amen. Atatusamehe. He is going to forgive us. Na tena wakamkamata Mungu, wakamzoea Mungu, So they are used to God. They take God as wakamuona Mungu kama vile So mwanadamu. they take God as a human. Ni kama vile siku ya leo, So this is the same as na other sisi siku days. ya leo hii So in these days, this morning, kuna jinsi so tunamkamata there's a Mungu, way how we take God. kuna namna tunamzoea So there's Mungu, a way how we are used to kuna take hali ambayo God. tunazoea neno la So Mungu. there's a way how we take God's word as no. Ndio kwa maana kwa siku So hizi this is why nowadays, ukiambia mtu twende so if kanisani, we tell someone let's go to church, anakuona saa vile wewe so unachanganyikiwa. for that person to take you as you are normal. You are not Ndio kwa normal. maana siku ya So leo this is why nowadays, unakutana mtu haiko tena manake leo uko mbya Mungu, kesho haiko mbya so you're going Mungu. to meet a person that today they are worshiping God. Tulikuwa tomorrow they are worshiping Afrika. God. So we are back in Africa. Tulikuwa tunaomba, So we are praying. tulikuwa tunafunga So we are fasting tu twende Ulaya. because we should go to abroad. Mtumishi wa Mungu akisema So if a servant of God mafungo says, ni siku we saba. are going to fast for 7 days tunafunga. and we are going to commit on that. Amen, amen. Amen. Na kila mmoja wetu And each and every one, ikaji ilikuwa ni Mungu akumbuke dosie yangu. each and everyone, their prayer, God should remember their case. Amen, amen. There is Mungu akumbuke dosie yangu. God should remember my Na receiving utaona case. mwanzo wa maombi And you're going to see the Hata mwisho wa prayer maombi. and to the end of the prayer. hautakosa Mungu nitetee. So there's going to be repeatedly God protect, God fight for me. Amen, amen. Amen. Hautakosa hiyo neno Mungu So unitetee. they're going to be praying that God please protect me. Lakini tulipofika hapa So we came here now, bro. tunatupa mambo So ya we Mungu. have abandoned God's work. God Ni wachache leo unaoona wanaingia mkanisa So hili. it's only few people you see that they attend Ni church wachache, services. ni wachache. Only few people attend church services. Amen, amen. Amen. Na wengine wanaenda tu juu pastor ananiuzi, juu babangu na mamangu wananiuzi. Hata nibafurahishe. So some people will be like, because pastor is disturbing me, because my parents are disturbing me, let me just make them happy. I'll just attend church. Wengine anaingia mkanisa maana manager wa kazi ni pastor. So someone is just going to attend church service because the manager or at their workplace is a Manake pastor. tunamzoea Mungu. So we are taking God in Kwa wakati ule, in those days. Mungu aliona. God saw. Akaona Israeli. God saw Israeli Israel. wanamzoea So Mungu. Israel, they take God as Wakamzoea
is they realize that they can bribe God. tutachinja ng'ombe. So we are just going to kill sheep and God is going to forgive Acha us. tufanye kwanza hivi. So let us do what we are doing today. Tutachinja So mbuzi next time we are going to kill na atakusamehe. dogs and He's going to forgive Acha us. kwanza nikuwe So hivi, let me do this first. Let me lakini do like this. nitamtolea tu sadaka Later on, I'm just na going to atanisamehe. sacrifice. I'm just going to sacrifice a sheep and God is going to forgive me. Amen, amen. Amen. Tunaona kuna mtu ambaye Yesu alimwambia hivi, So we saw that there's a person Jesus told them mbele ya wewe kutoa sadaka, before you give your offering. uende kwanza ukasikilizane na mwenzako, So you should go and you should make peace kisha with your urudie neighbor. ukuye utoe So then you sadaka come yako. back and give the offering. The Na tithes. katika agano la kale, ile wakati Israeli And in the Old Testament, waliwaza kama watamkata Israel. Mungu midomo na sadaka So zao, they thought like they are going to bribe God with Mungu their ataendelea tu offerings. And kuwasamehe. God is going to continue forgiving them. Mungu akaona kwamba So God saw that. hawa watu hawajajua mimi ni So nani. these people, they don't know who am I. Hawa watu hawajaona ukubwa wangu. These people, they don't know my Haizuru greatness. nimefanya miujiza kwa ajili yao, I have done a lot of miracles. lakini hawajaona ile ukubwa yangu. But they don't see how great I am. Haizuru nimewatoa huko Misri, Even though I took them from the nimefanya land of miujiza slavery, 10, I did 10 wametoka mu mikono ya miracles. Wamisri. So they were suffering in the Katika hands jangwa of Egypt. nimewatoshea mikate kutoka In mbinguni the deserts, I gave yenye them bread from ilipikiwa heaven. kubulanjeri ya mbinguni, So the bread from inashuka heaven wanakula, and the bread from heaven lakini came down hawajanijua and they mimi ate, but ni still nani. not, they don't know who am I. Amen, amen. Na sisi leo ni hivyo. And nowadays we are the same way. Sisi tuko kanisa ya siku za jioni, So we are the church of the end tuko kanisa ya days. siku mambo yote So yametimia. we are this the church whereby everything has Tuko come to kanisa exist. ya wakati ya kila kitu chote kinatimia. So we are in the church whereby all the Tuko prophetic kanisa ya is wakati ya coming true. mpinga Kristo amekwisha kutayarisha vitu vyake vyote. So we are living the church whereby the Antichrist has planned all their plots. Biblia inasema masoko nyakati ya mwisho yatajengwa. The Bible says during the end days, the markets are going to Je, soko hazijengwa ndugu? are they not building the Zinajengwa. markets? They are building a lot of markets. Na wanaoblige pakwe mlango moja kubwa wa kuingilia watu. And they are putting compulsory that Ipo siku zile milango kidogo kidogo za kule kusoko zitafungwa. So there will come a day where Hazitafunguliwa. those other doors will Kuingilia kumlango huyu only have one entrance. na kutokea kumlango huyu And moja. exist is going to just be one door. Tuko tunaviona So we are seeing those things are happening. vita mahali na mahali. We are seeing wars each and every places. Amen, amen. Amen. Na vita yenyewe walipigana zamani And the war which they fought long time. haiko vita ya leo. This is not the war for today. Vita ya leo hii This war we see today. ni vita yenyewe watapigana, So this is the war they're going to wanaweza fight. wakageuza udongo. So they can even turn the ground. Masiku zilipita, kulikuwa mtetemeko wa udongo Rusia, In a few days there was a shake of the ground. na kipande cha Rusia vilitetemeka. And half of Russia. So Amena. it was a earthquake. Haikukuwa hali ya majira, So it was not because of ilikuwa weather, ilitengenezwa na watu. but that earthquake Wakataka was watikitize created by kabisa people. kipande cha Siria na Rusia. So they wanted to destroy the half part of Syria and half part of Russia. Tena wao kwa wao wakaingia tena mlenyo. So the same people they had a meeting. Wakasema hapana, tuache hivi vitu, hapana, tusivianze sasa. So they said like we should start this now. Lakini tutembee tujue kama vile vitu viko. But we should be living. Amen, amen. Vile vitu So viko. those kind of things are Ndio maana happening. utembee siku ya leo. This is why you should Ujue kama unaweza kuwa unatembea you hivi. can be walking Huko today, nafanya mipango yako. and you are doing your Na part. kesho unageuka mambo inakuwa mengi. And tomorrow things can change in this world. Amen, amen. Amen.
misile yenye iko natembea dakika 3 inatembea kilometri 1000. So the bomb which can travel 3 minutes. Dakika 3 inatembea kilometri 1000. So the bomb that can travel in just 3 minutes, it can travel like 300 kilometers. Amen, amen. Munaona kama kila kitu mpinga Kristo alishajiandaa. So as you can see that the Antichrist is getting ready. Habari kompyuta iko tayari. So computers, they're ready. Kitu kenye kanafanyika fast. So what is happening in plans? Mudakika moja dunia mzima kanatembea. In just 2 minutes, the world is going to know what's happening. Hizi masimu hizi. So these phones we are Ni using. maandalizo. So all these are the preparations. Makompyuta ni maandalizo. Computers, these are just preparations. Leo hii Materials. This today. wanatoa na hiyo chuma yao. So they have invented Yenyewe this. itanitoa mimi huyu mama Sara jinsi nilivyo hapa. So they have invented Niko nasema vitu. that can take Niko nafanya vitu. Banasema mama Sara ule kabisa mama Sara ule. So they have invented Kumbe ni ile chuma imegeuza. so they have like Inanishendula tu that can na inaanza kufanya vitu. so that can Unaona tunafika wapi? So do you see where are we going? Amen, amen. Tutembee. So we should walk. Tutafute Mungu. We should seek God. Tumutafute Mungu. We should seek the presence of God. Tujue nafasi gani tutatia Mungu. We should know the place we are going to put Tu God. sisi hatutaogopa kufa. Because we are not going to fear Kufa ni death. kawaida. So death is Ni normal. kubadilisha tu makao. Death is like you're changing Kwetu your sisi ni destination. kubadilisha makao. To Christians, death Kwa is sababu like haina changing maana the destination. It's ya not kubakia hapa to stay in the world. kama kichwa haikuluma If you do not feel ni headache, mgulu njoo unaluma. it's just the Kama leg mgulu that hailumi is paining. ni If the tumbo njoo inaluma. if the Kama leg tumbo pain, hailumi stomach which is ni pain. mwili njoo unawasha. It's the body that's feeling pain. Kama uko na njala So if you are hungry, unasikia sasa unataka kufa. so you feel like you are Ukikula unashiba so if you eat and binakuwa tena mbaya. so it becomes Ule bad. nyama mingi So if you eat a lot of meat, wanakuambia stope. so they will tell you that you should stop. Utapata tatizo la kansa. So you're going to get Ukunywe cancer. chai na mikate mingi. So if you drink a lot of Wanakuambia tea and a lot simamisha of sukari itakuwa bread, mingi. so they'll tell you that you should stop doing that because you Ule have ugali wa too much mwingi sugar. If you eat a lot wanakuambia of una food, sukari so mingi. they'll tell you that Ukule wa mongo utanenepa. if you eat cassava fufu, you're going to get fat. Munasikia? So Utembelee ugali. So if Banakwambia kwa natembea dakika 13 kila siku na mgulu na mgulu. So if you use your car a lot of times, they'll tell you that you should be walking. Amen, amen. Some exercise. Amen, amen. Amen. Tuko wapi? So where are we? Tuko wapi? So where are we? Lakini tunapaswa kutia Mungu wetu nafasi ya kwanza. But we must put our God. Tumpatie Mungu nafasi ndani ya mioyo yetu. So we should offer God space. Tumtumikie Mungu kama vile mafundisho ya jana. We should serve God as we heard the Tutumikie Mungu bila teachings. kurudia nyuma. So we should serve God without moving Ndipo pale backward. Mungu akatuma Isaya. So this is a time now God Mungu akatuma Isaya akamwambia, God sent prophet ambia wana wa Isaiah, Israeli go and speak to people of Israel. wasijidanganye na sadaka zao zenye wako wanakuja kunipa. So they should not fool themselves with the offering they are giving to me. Kwa sababu mimi Mungu Because me as God, mbinguni heaven, njoo kwenye kuko kiti changu cha kukaa. heaven is where there's my chair in heaven where Na duniani sasa and here on earth, njoo mahali penye pako mahali amekutia miguu. this is a place where I put my foot. Njoo akauliza, Then he asked the question, mwanadamu atanijengea nyumba gani? what kind of house a human is going to build for me? Amen, amen. Amen. Utamjengea Mungu nyumba gani? So what kind of a house? Yenye is going to ataenea. be the house? The house that is going to fit him. Kisha naongeza nasema hivi, And he added on that, he basi said, jidanganye. they should not fool Kwa themselves. sababu vyote vyenye bako navyo Because
everything they have. Vinatoka kwangu mimi. Everything they have. Mimi ndio niliyewapatia. It's me who gave the Sasa yenye niko nawapatia. So what I'm giving to Tena them. wanataka wajirudishe kwangu banikate navyo midomo. So they want to bribe me with what Sifurahie tabia zao. I'm not happy with their behavior. Mimi sifurahie tabia zao. I'm not happy with their behavior. Sifurahie tabia zao. I'm not happy with their conduct. Wabadilike. They should change. Wabadilike. They should change. Maana vyote vyenye wako navyo. Because whatever they Mimi have, ndio I'm the niliyowapatia. owner. I Amen, want to amen. give them. Na sisi leo And us today here, kila kitu chenye uko nacho, whatever you have, kama unavaa nguo unapendeza, if you are dressing very Bwana well, ndio you look so alikupatia. wonderful. Kama unakula unashiba, If you eat Bwana ndio food, analeta apeti. Kama unaenda kazini unarudi, if you go to work, Bwana you ndio come back, anakulinda. God will protect Kama you. ulipata kazi, You get Bwana work. ndio aliyekutangulia kalitafuta. It's the one who Sasa have that work for utamfanyisia you. Mungu nini? So what are you going to Nini do for God? utamfanyisia So what can you Mungu? do for God? Nini utamfanyisia? So what can you do for God? Sikia sasa venye anasema. So here what he said. Twende kwa ule mstari wa pili. So we're going to read verse 2. So we read Isaiah chapter 66 verse 2. The Bible says, I myself created the whole universe. I'm pleased with those who are humble and repentant, who fear me and obey me. Amen. Tusome katika jina la Yesu. Amen, amen. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Amen. Amen. Toutes ces choses m'amènent les affects. Et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Unasikia chenye Mungu anakulomba. So you heard what God is asking for you. Mungu hataki umupatie vitu vyako. God is not looking Yeye for anataka you. uwe mtu mwenye kunyenyekea. God wants you to be humble. Mtu mpole. God wants you to be someone. Mpole wa moyo. You should be someone humble in heart. Sikiliza. You hear about this. Upole wa moyo So the humble of the heart sio kunyamaza pana. is not to stay quiet, to be quiet to listen. Upole wa moyo So the humbleness of the heart, unaweza kuwa unasema sana, you can be a talkative, unaongea, you talk lakini huu about, mpole wa moyo. but you are humble of the heart. Upole wa moyo The humbleness ni of the mtu heart ambaye iko sawa, manake anaelewa, anasikiliza, anapenda, anasaidia, anasikiliza. So the humbleness of the Ndio heart, upole wa moyo. the humbleness is Sio of the heart, kunyamaza someone who kimya, kusema It's polepole. not like to stay quiet, to speak slowly, to speak fast. No, that's Amen, amen. Katika kitabu kingine cha Swahili niko nacho nje Biblia. So, Ndio inasema Swahili, mwenye moyo wa toba. it says someone with their heart of Amen, amen. Hapa wanasema mwenye moyo wa kujitambua. so someone with their Amen, heart amen. of Mtu ambaye mwenye kunyenyekea, someone who is humble, mpole wa moyo, someone who are humble in their heart, mwenye kunyenyekea, someone who loves alafu God, mwenye moyo wa kutubu, someone with their heart of mwenye repentance, moyo wa toba, someone with their heart mwenye of moyo asikiaye amefanya kosa, someone who has mara moja they sin, anashuka, so they are humble anasema themselves. unisamehe, So they say, please anasema forgive me. Mungu wangu They unisamehe. say, my God, please Iko forgive me. atayepe kiko na waza. So once they're done by themselves, Kutenda they're dhambi sio about tu kuwe na bahati. So to commit sin Na is not ndani ya like you chumba unaweza ukafanya should- you dhambi. should do it people. Even Lakini if you Roho know you Mtakatifu commit sin, but the Holy Spirit, Ndio kazi anayo. that's the responsibility. Utasikia kasauti kamoya So kambali. you're going to hear
hear a Kama sound, sika distant sauti, kama nika sound, sauti. it sounds God's sound. Yenye uko na waza. So like what you're thinking about is not Unaona? very things to do. Fulani leo. So someone today, Nitamuonesha leo. I'm going to show a light to that person. Mie kabisa sitaitika hivyo. I will not agree that. Kisha unasikia kenika sauti. So that you're going to hear a certain sound. Achana tunalile. So just abandon what you want to do. Just leave. Amen, amen. Amen. Unasikia mule mchumba uko wewe peke. So you hear that sound. Unasikia kale ka sauti kadogo. So you hear that Na unaanza kusema Baba nisamehe. sound. And you start saying that. Mungu naomba unisamehe. God, please, I Kama want you to niliwaza forgive kama me. nilitawaza So mbaya I Baba want unisamehe. to think negatively. Please, Mungu I want anapenda you to mtu mwenye forgive me. moyo wa toba. God wants Hatulomi mali zetu, hatulomi mavyakula vyetu. Vile kama tunatoa, tutoe, tusaidiane sisi kwa sisi, kwa sababu tuonyeshane upendo. Katika sisi binadamu, upendo unapaswa kuwa kwa matendo. Amen, amen. Ndio maana tunapaswa kutoa. So this is what we need to give to others. Amen, amen. Kwanza mimi nashukuru kwanza. So I'd like to thank God. Nashukuru kwa msiba tulipata. So I really thank God for the funeral we got. Najua siku ya Mungu ndio balizika mama mdogo. I understand last Sunday Tunafika tena kunyumba. my little mother. Mama mkwe yangu naye anakufa tena. Mama mkwe yangu mkubwa yake ya mama. Mamake apasa. My mother-in-law then passed away. Balizika siku ya pili. So they buried Na siku ya ine ndio balinawa mai. and on Thursday Amen, amen. they finished the Tunashukuru kwa wale wote walitutembelea. So we'd like to thank Mulituonyesha moyo wa who upendo. came to see us. You showed Mulituonyesha us moyo wa upendo. a heart of love. Mukapoteza muda wenu. So you wasted your time and come to Mukapoteza see us. pesa zenu. Wasted your money and came to Mukaja support us. kutuikalia, kutuangalia. So you came to see us. Mungu You wa mbingu spent awabariki. time with us. May God of heaven Amen, bless you. amen. Unisamehe mimi kukatiliza hiyo kwa sababu nilitaka kuelewesha kama imani bila matendo ni imani inakufa. Unaona, ni sisi kwa sisi. Sasa visa vina Mungu wetu ni tuonyeshe moyo mnyenyekevu. Tuwe watu wa moyo wa toba, wa kusameheana, kuchukuliana mizigo. Mwenzako akikosea unamsamehe. Hata kama ya kulomba msamaha unamsamea. Uwe mtu wa moyo wa toba. Chenye Mungu anataka tu kile. Wa kunyenyekea. Wa kushuka. Na kingine kitu anaongeza nasema hivi. Asikiapo neno langu, When he hears my word, na anatetemeka. he shakes. Ndio yenye Mungu anataka kwetu. This is what God wants us to do. Usikie neno la Mungu linasema nini You should hear what word of God is saying. na utetemeke. And you should fear. Utende, unifanye kwa matendo. And you should put word of God in action. Amen, amen. Amen. Uishi maisha utakaso. So you should live righteous life. Mungu akaelewesha sasa. God Akamwambia nabii Isaya, he told prophet Isaiah, uambie you should tell the people of Israel. wale wenye wako na waza sema watakamata ngombe. So those who think like they're going to take Hiyo God's sasa ni mimi power. niko na waza. So that's what I'm thinking Sio about. maandiko. This was Kwa sababu Mungu alisema hivi. because God said Watoapo ngombe when they offer cow, ni kama vile wameua mtu. so it's like they have killed a person. Amen, amen. Amen. Saa zingine ile wakati So maybe those waliwazia hii makosa tunafanya ni makubwa. so they thought like Acha tutafute tukabani wa ngombe ndio twende tutowe. we should look for a cow and we should Mungu anasema hivi. God is saying Uambie tell the people of Israel watoapo ngombe when they offer kwangu cow mimi to me, ninaona kama wameua mtu. I see like they have killed a person.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Na siku ya leo And today, kuko watu wenye wanamtumikia Mungu so there are people serving na God, Mungu anaona kama wameua mtu, and God can see that they have just killed kwa a sababu person. wanaifanya katika hali ya dhambi, Because they are wanaifanya serving God katika hali in sio kwa sin. nzuri. So they're serving God. Unatumika hivi, unatoa pesa So zako, they're serving God. lakini Mungu anaona sasa vile anakuhesabia na yule ambaye aliua mtu. But God is counting you as the same. Pasome pale. God is counting you as the same person who has killed a person. Verse ya 3 inasema, yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuaye mtu. Aha. Simama pale tena pole pole. So just look from there. Unasikia? A little bit later. Mwenye atachinja ng'ombe kwa ajili ya kulomba msamaha kwa Mungu. A person who's going to Mungu give yeye God anaona the kama umeua mtu. Asabii vile kwa sababu hautakasiki. Wewe ni mchafu. because you're not righteous people, because you're a sinful person. Labda waliwaza ng'ombe. Unajua kuuza ng'ombe si pesa kidogo. Maybe it's Ni not pesa nyingi. a Sasa country wana wa expensive. Israeli ile wakati So the wakawaza children of pana Israel in those days. hivi tutampa tu Mungu ng'ombe na So they atatusahau. thought like because of what we have done. Anasema let's sasa just make mkileta it hiyo into ng'ombe a yenu car. kwangu, And God is going to pick mimi you up. nawahesabia And God kama said that mmeua once you give tayari watu. offering that cow, Na siku ya leo I'll take kuko it as watu the same wako as you have wanafanya. killed a person. And Wewe you unasimama shall hapa You unasema stand niko here namtumikia today. You say that Mungu. you're serving Kumbe God. Mungu anaona wako na uwa watu. But God is seeing you like as the same as you're killing people. Sio bure mpaka neno hili mpaka leo tuisikie. So it's not just in vain for us to hear the Soma same ingine word ya of pili. God. So you should continue to read the next verse. Na yeye atoaye dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Asema yeye anayetoa sadaka ya mwana kondoo, analeta kondoo kwa ajili ya kuchinja kwa kuomba msamaha. So the person who brings the sheep for forgiveness, asking for forgiveness, Mungu anasema hivi, God is saying that ni kama vile mwenye anakamata imbwa anaivunja shingo. so it's the same as a person who takes the dog and Amen, breaks amen. the neck of the dog. Tangia zamani So since long time ago, hata na leo, and even today, imbwa dog ni nyama yenye kuwa najisi. dog is unclean meat. Ni nyama yenye mshasikia banasema kama balitoa fasi imbwa. So have you heard that they take something from the Si dog? mnyama mzuri. Dog is not a good Ni animal. mnyama chafu. Food. Dog is an unclean animal. Amen, amen. Ni mnyama chafu. Dog is an unclean animal. Sasa Mungu yeye anakuambia hivi. So God is speaking to you that Unapoleta hiyo kondoo yako, so once you bring your lamb unaichinja, and you kill that sio lamb kusema Baba nisamee, unamimina damu. because you want Mungu to yeye anaona kama ulikamata imbwa unavunja shingo. God is seeing you as you Ndio unakamata mnyama yenye kuwa najisi, yenye dhambi ya laana, So which means- unatoa kwa So it's the same as you have taken the animal that is unclean, the animal that is cursed, and you have offered sacrifice. Amen, amen. Na leo hii And today, kuna watu wanafanya kazi ya Mungu, there are people who are serving lakini God. Mungu anaona kama wanavunja mashingo za maimbwa. Because but God is saying that like they are Ndio breaking the wanafanya necks of vitu vya dogs. dhambi tu. So they are Wala doing the Mungu sinful hahesabu act. tena. And God is not counting them as their Ndiyo maana sins. katika kitabu cha Ufunuo This is why in the book of Revelation, kuna mahali watu wanasimama seme, mimi niliombea watu wakaokoka. Baba anasema ondoka, sikujuu. Ndio wale walikuwa wanavunja mashingo za there is maji. a scripture in the book of Revelation saying that people will be feeling themselves saying that I was serving. Kweli wewe na God is going to mimi, say that go away, I don't jinsi serve you. tulivyo, So indeed you and I, the way we are usivunje today, shingo za mbwa. we should not break the Mbwa neck. ni nyama yenye nyama ya hali ya kizambi. Because a dog Ni is uchafu katika hali ya sinful kiroho. meat. It is
dating mates in the spiritual life. Ingine. Na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe. Asema yeye atoaye matoleo, manaka anabeba pesa anaenda kutoa. So the one who gives offering, like it's like they wewe unatoa, unasema Baba mimi natoa hii sadaka unisamee. So for you say that God, I'm giving. Kwa sababu wewe hauko mtu mwenye moyo mnyenyekevu, hauko hali ya utakaso, sadaka zako zinaonekana kuwa ni nani? Damu ya nguruwe. It's like the blood of the pig. Bandugu, nguruwe hata kama habasemi kama mara mingi watu wanafanyaka vya madawa ndio wanasema usukule nguruwe. Lakini simba wote tunaikulaga. Lakini kukubwa wengine kuona tu modele nguruwe anakuaka nakwambia ukimuuliza ni ya nini anakwambia kwa sababu iko bucha. Si vile nguruwe unakutana kama nguruwe na mtu ikikutana maiti ya mtu hapa nguruwe itakula. The pig, even if they see the corpse, they see the dead body of a person. Nguruwe itakula. Jamani wengi walikatala kupana kula. This is why a lot of people they don't eat pigs. Wakati tulikuwa mvita ya kwanza ya songa mbele, hii ya vita ya kabila ya kwanza. So when we were the first war of Songa Mbele, so when we were going back, tunatoka Makobola tunakuja tunafika Kigongo karibu ya Kalundu pale Uvira. We are coming from Makobola. Basi tulikutana maiti ya mtu. So we saw the dead body of a person. Alikuwa analala, alikuwa anavala kikoti cha green. So the person was wearing makoti ya mvula. So the person was wearing a red masasi akaanguka. So then shoot. Akalala, alikuwa analala hivi. He laid down and was lying. Tumbo ilikuwa hapa. So the tummy was so big. Koti ikapasuka hivi. And the jacket was torn apart. Unaona hivi vibombo. Do you see these birds? Biko binakula huku. So the birds were eating this bird. Nguruwe nayo ule mtungu yake ule. And the dog mtungu yote inaenda nje hivi. So the dog was eating all the tummy. Iko inakula. So the dog was eating all the. Amen. 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 Sasa Mungu akuambie hivi. So then God is telling you. Ukileta sadaka yako katika hali ya dhambi. So if you bring your offering. Wewe ni kama vile unatoa damu ya nguruwe. So it's like you're offering a blood of the pig. Musadaka katika matoleo. In offering. Hatujasikia fasi banatowaka nguruwe. We haven't seen wala fasi banatowaka umbwa. Where they offer ni mbuzi, ni ng'ombe, ni kondoo. They offer sheep, cow, goats. Amen. Amen. Unasikia Mungu kisa anasema lakini kwa siku ya leo kuna watu wanafanisia Mungu kazi, lakini Mungu anaona kama uko na mwanga damu ya Mungu. Bwana Yesu atusamehe. Amen. Amen. Ya mwisho inasema. So lastly, what does it say? Na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu. Na wamezichagua njia zao wenyewe na nafsi zao zafurahia machukizo yao. Amen. 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 Aseme yeye mwenye afukizaye uvumba. So they said uvumba incense, yeah. Uvumba zamani ndio walikuwa kama wanatoa masadaka ndio wanafukiza ile uvumba. So long time ago they were giving. Makatolika ndio wanawakea wanalifanya. So the Catholic they do those ices. Mpaka leo wako wanafanya. And they do that. Sawa natoa matoleo pale unakutana wanakamata ile essence yao wanaanza kufanya hivyo wanatia mnatoka moshi banapitisha mbele ya sadaka. So Catholic church they giving
offering thing. Lakini Mungu yeye anasema hivi, But God is saying, hata mfukize uvumba kwa sadaka so zenu, even if you bring that acid smoke, he says smoke, ni kama vile uko mnaabudu masanamu wala hamwabudu Mungu wa mbinguni. so it's the same as Amen, amen. Amen, amen. Mungu ana nafasi gani ndani ya maisha what yetu? place does God have in our lives? Baba yangu, mama yangu, My father, my kijana, mother, a young man. tunamtia Mungu nafasi gani ndani ya mioyo yetu? So what position do we give to God? Mungu anatulomba moyo mnyenyekevu. God is asking us to have Anatulomba moyo wa toba. God is asking us a repentant heart. Anatulomba tusikie neno lake. God wants us to hear His word. Tulishike ndani ya mioyo God yetu. wants we should Tulitie ndani ya obey matendo His word, and we should put His word na tutetemeke kwa ajili ya neno and we lake. should fear His word. Unapotetemekea kitu, When you fear manake ni kitu cha ajabu kwako. Mungu anataka ukamate neno lake kuwa la ajabu. Manake anataka yeye ukutie kuwa namba moja ndani ya maisha yako. Sio kimoja tu chenye Mungu anasema. Amen, amen. Tunamtia Mungu wapi? Where do we put God? Wakati tulipopokea wokovu mimi na When wewe, we received salvation, you and tulisema I, Baba, we tutakutumikia maisha say yetu. that God, we are going to serve you in your Je, life. ukingani unasimama kwa ile? So are you still standing on your Amen, promises? amen. Amen. Acha tumalizie So we are hapa. going to finish from there. Acha watusomee Mathayo 5 mstari mmoja tu wa 37. So they are going to read for us Injili ya Mathayo 5 mstari wa 37. the Gospel of Matthew chapter 5. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Mathayo 5:37 inasema, bali maneno yenu yawe ndiyo, ndiyo, siyo, kwa kuwa yazitio hayo yatoka kwa yule mwovu. Amen. Amen. So we read in the name of Jesus, just say yes or no. Anything else you say comes from the evil one. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Manake Mungu anataka kutuambia ndiyo ya Mkristo na iwe ndiyo. God wants to speak to us. Hapana hapa unaitika ndiyo, Don't say today you say yes. na ukienda fasi pengine unasema hapana. If you go somewhere else you say no. Ya yenyewe inafuata So what's follows inatoka ndio kwa is ibilisi. coming from the devil. Amen, amen. Amen. Acha tusome Luka. So we're going to read the book. Tunamaliza wa ndugu. We are trying to Luka 18. the teachings. Luke chapter 18. Mstari wa 11 mpaka 14. Verse 11 to verse 14. Tusome katika jina la Yesu. Amen, amen. Luka 18 mstari wa 11 mpaka 14 inasema, yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, utoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala akuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa na ajidhilie atakwezwa. Amen. Amen, amen. Amen, kwa sababu mtu napita tutasoma tena pengine. Na waza tunasikia. So I know that we have Ni watu Yesu akasema hadithi ya wale watu wawili ambao walienda mbele ya Mungu. So they went to the presence of God. Mmoja yeye akajitapa, One person, mimi naendaka kanisani kila siku, so one person saying that mimi nakwaka natoa sadaka, mimi nakwaka natoa chakuni, mimi nakwaka naomba, mimi nakwaka siko kama vile wale watu babaya, wale wenye dhambi, wale makahaba, wale balozi, wale banani. Mimi niko mtu mzuri Mungu. I'm a really good Mwingine person. naye akashuka Another person
na bow moyo down, wa kunyenyekea. with humbleness of heart. Akasema, Baba, He said, Father, mimi myself, kwa jinsi nilivyo the way I najiona am, kama sistahili hata kusema mbele I yako, feel like I don't sistahili hata kusimama mbele yako. deserve to stand in your Unisamehe presence. You should kwa forgive me sababu mimi ni mwenye dhambi. because I'm a sinner. Unionee You huruma. should have mercy on me. Unaona You see, hawa watu wawili, these two people. lakini Yesu akasema But Jesus said, yule kwa sababu alienda na moyo wa kunyenyekea, because that's just the way mara moja alisamehewa kuliko huyu Mfarisayo ambaye alienda unaomba He went to pray na uko na hukumu wengine. and you're judging other people. Amen, amen. Amen. Tunavifanyaga katika We maombi. usually do that during prayer. Baba utuone, Baba God, you utuone. should see Kuko us. maombi ingine Mungu So hasikia. there's some Unaweza kind of ukaomba prayer asubuhi process mpaka not here. magharibi Mungu You can hatasikia. pray from morning to Na sio afternoon kuomba and asubuhi mpaka evening. magharibi ndio Mungu anasikia. And it's not like if you Lakini pray uombe all the maneno day, it means that God is going to yenye hear what kuwa na you pray. hekima, But you should pray ya with maneno words, yenye kuwa na adabu, yenye respectful words. moyo inatoka ndani ya You moyo should pray na moyo wa with unyenyekevu, from your heart. ndio maombi yenye Mungu anapenda. That's the kind of prayer God loves. Oh Mungu mie, tangia nilianza kuomba, niko tunagonjwa, kupona siko napona. And I'm not recovering. Kama wewe hukupona, If you did not sitabakia recover tu. from sickness, Atatoka kukiti cha Yesu. is God going to leave you strong? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh Mungu, Oh God. kuko maombi ya buempoli. So there is Kuna empoli mu kanisa ya kimaombi. Mungu kama leo root prayer in the church. kama ukufanya kitu fulani, leo tutapasula Biblia. If God, you did not do something, I'm Ukipasula going Biblia. to break the Bible. So, Ndio unamtoa kuenzi yake. so are you going to take Sitabakia tu ni God Mungu. to his throne? God is going to Sitabakia remain ni God. Mungu. God is going to remain God. Oh Baba, tangia nilianza kuomba, Baba yangu, mimi kama unanijua kama I don't know if haunijui. you know me or maybe you don't know me. I don't Manake ni understand what mwenzako. you know. He's God. Unataka kumwambia mpaka He's unifanikie. God your mate. Mbele ya Mungu Telling God tunapaswa that we must kunyenyekea. do. Kama hakufanya leo, atafanya kesho. Anajua kwa nini hakukufanyia. He knows why he did not do Bakia this. fasi moja. Just remain Ndio in maana the watu same wanatanga place. tanga This is mumakanisa. why people move Anaenda to huku. churches. They move Mimi here. nataka watumishi ya Mungu hapa. Na kwaka na kichombe hapa kitokaji. Amen. Banamuombea, banamuombea. So they pray for him. Anaona Kichomi. hakikutoka. And you see that Kichomi did not Anatoka naenda come kwenye. out. And Pale because of hakuna that moyo. place. Because of Kichomi. Amen, amen. There is no God. Amen, amen. Amen. Tafuta miujiza. To seek miracles. Na shetani anafanya miujiza 100%. And the devil can perform miracles Kushinda Mungu. 100%. Miujiza ya Mungu haikuyake ovyo ovyo. So the miracles of God does not come. Tena Mungu apendake mumsowei. God does not want us to Mungu take huye leo this afanye small. muujiza. You should come Kesho to wewe God afanye to do a miracle muujiza. for you. Kesho yake wewe afanye muujiza. Habikuwaje. It doesn't happen like that. Habikuwaje vya It Mungu. doesn't happen like that. Amen, amen. Amen. Tu kuna vingine alitia kwenye mikono yetu. Because there's some of the things. Huko nakutana mtu anaomba maombi So you are going to ya the person is kujinga. praying. Anagonjwa malaria. So the person is sitting. Malaria ndio inamsumbua. Malaria is. Mungu alikamata akili akapatia huyu mwanadamu. So God gave this Akamwambia kamata mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani. Take what that's. Yayusha ufanye dawa. Hii dawa itatunza malaria. Asema mimi sitakula dawa. Malaria said, no, I'm not going to take it. Nitaomba tu. I'm going to pray. Nitaomba malaria, Mungu akuponye malaria. God to heal. Na alishaka ya ponya tangia zamani. Kamata dawa ya malaria ukunywe. Na uombe. Amen. Amen. Nafasi ya Mungu ndani ya mioyo yetu. The space, the place of God. Golgotha. Golgotha. Acha Mungu aende nafasi ya kwanza. Let God be first Acha Mungu in our lives. tutakaposikia neno la Mungu When we are going to hear the word of God, tutetemeke. we should shake Usikuwe tu wa ourselves. kawaida kila So you should siku. not be a normal Wewe ni person. yule. You are the same person. Hauko malaki. You don't grow. There's no growth. Uko yule.
miaka 10 mkanisa, 10 years in the miaka church, 20 mkanisa, 20 years in the church. lakini hakuna hata kitu kimoja uko nafanya. There's nothing Mungu you are doing. hapendaki vile, God does not anapenda tusimame, God wants us to stand, tumutumikie, serve Him, tumuombe, praise, tunyenyekee. Amen. Basi tunamaliza. We have finished. Acha twende na wasindikiza na hiyo mstari wa Mezali 28 mstari ule wa 11. So I'm just going to give you, you can take this Proverbe 28:14. Psalms chapter 28 verse 14. The 28:14. 28 Unapata? verse 14. Mezali. Mezali 28:14. 28:14. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote, bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Amen. Amen. Unasikia? Mwanadamu mwenye kushuka ni muheri, The person who humble themselves, atabarikiwa na Mungu. and God is Lakini mshupavu, but someone who's so rude, mwenye kukataa, mwenye kutupilia neno someone mbaya, who throw away the word of mwenye God, kukataa maneno ya someone Mungu who deny the word of God, atapata madhara. is going to face consequences. Na Mungu wetu May atubariki. God bless you.